unasoma andiko linasema wakati wa usiku wa manane Paulo na Sila walipoimba nyimbo, wakatia ombi, Mungu akavunja milango ya gereza kwa wimbo. Lakini leo hii saa ya kuimba, kwanza kuna wanaume wanajua kuimba ni kazi ya watoto na wanawake. Imba, sema imbeni, mkimaliza nitaomba. Hiyo ni ibada ya nyumbani. Kwa hiyo watoto ndio wanakoma, Bwana asubuhi kucha baadaye ndio mzee anaibuka, Mungu wa Ibrahimu. Tumechoka mno. Yaani sio wale wenye busara, sio wale wengine, yaani kila mtu amelala mno usingizi. Labda nikupe sifa za wanawali waliochoka. Timotheo wa pili sura ile ya 3. Timotheo, hawa ni wanawali waliochoka, sifa zao zinakuwa hivi. Timotheo wa pili sura ya 3 fungu la kwanza anasema, lakini ufahamu neno hili ya kwa siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari. Kuna siku za mwisho, lakini pia kuna nyakati za hatari. Hizo nyakati za hatari ni nyakati za kuchoka. Yaani wakati ambapo mtu amejichokea, hata akisikiliza andiko hasikii. Juzi nilikuwa kwenye grupu moja hivi la wachungaji, nikasikia mchungaji mmoja anasema, jamani nani ana quotation nzito ambazo zinafaa kupelekwa kwa washiriki waliopinda? Huyo ni mchungaji. Yaani mpaka ameshaona kwamba hawa anaowachunga wamepinda na kupindukia, wanahitaji quotation ambayo ikisomwa labda ndio damu ishituke ifanye sawa, tumeelewa. Tumechoka. Kuna nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kiburi. Tumechoka mno kiasi ambacho hata neno likisomwa, kiwango cha neno na kiwango cha kiburi cha mwanadamu, kiburi ni kikubwa mno kuliko neno. Yaani ukianza kuongea na mtu kuhusu neno, kwanza anaanza kukuangalia, mimi naitwa Sabato, maana yake nimezaliwa hapa. Wewe Rugumia umeibukia wapi? Unasikia kwanza anakuuliza, sasa wewe uliupata padaje usabato? Yaani kana kwamba ana password za wote wanaoingia kwa wasabato. Kiburi kimezidi kuliko kawaida. Leo hii hata ukimweleza mtu kwamba bwana nguo hii uliyovaa sio sawa, utasikia naishi nitakavyo, usifuatilie maisha ya watu. Yaani kana kwamba anamiliki maisha anyway. Kiburi ni kikubwa. Watoto kwa wazazi, maneno hayakaliki. Ungechelewa dada, na mimi ningekuzaa. Anayesema dada ni mama yake. Oya bi mkubwa, usituzingue. Ukituzingua tutazinguana. Yaani kiburi kimepita. Watakuwa wenye kiburi, wenye kutukana. Yaani siku hizi matusi ni lugha. Mpaka wengine wamepewa majina ya watoto wao. Utasikia wemse, malizia, anaitika no. Yaani watoto wameshakubali matusi ndio majina yao. Watu wenye kutukana ni waliochoka sana kusubiri. Maana kama unajua bwana harusi anakuja na uko tayari kuingia kwenye harusi, huwezi kuwa na lugha hii, lugha za matusi. Watu wenye kutukana. Na leo simalizi ibada. Watu wenye kupenda fedha. Kuna tofauti kati ya kuwa na hela na kupenda fedha. Naomba ulielewe hilo. Maana kuna mtu anaweza katoka hapa sema basi kuanzia leo ile biashara yangu naacha. Umelaniwa.
Mungu anasema fedha na dhahabu ni mali yake. Sasa shida yako ni kwamba unapenda fedha alafu umpendi mwenye hela. Anza kwanza upendo, peleka kwa mwenye fedha ili fedha zake ziwe zako. Haleluya. Sasa kuna watu hawamtaki Mungu ila wanataka hela zake. Hawa ndio tunazungumza habari zake. Yaani Mungu umtaki ila hela zake unazitaka. Na kwa sababu unajua umegombana naye, huwezi kuzitafuta hela kwa njia yake, itabidi utafute njia mbadala ya kutafuta hela. Na hawa ndio tunagombana nao hapa, wenye kupenda fedha. Yaani akisikia hela basi. Dada akisikia hela, pastor nimepata. Pastor, you don't know, he's so good, he's so handsome. Halafu kija kumuona sura ya matukio tena ya siku za mwisho, kumbe alichoangalia pale wala sio good. Ni kwa sababu hajui pesa zinakaa kwa nani, ameona tu hela. Wenye kupenda fedha, wako wazazi mpaka wameua watoto wao kwa sababu ya kupenda fedha. Roho ananiambia nikae kidogo kwenye hili eneo. Wenye kupenda fedha waliofanya watoto wao kuwa mandondocha wamo ndani ya kanisa. Litoto lako magari Wenye kupenda fedha, watu waliosaliti ndoa zao kwa ajili ya kupenda fedha. Sasa hapo kaza macho kidogo hapa, ukigeuka tu hivi kushoto na kulia unajua ni wewe. Waliotoka yani ni pia. Sasa cha ajabu wenye kupenda fedha ni tofauti na wenye hela. Wenye hela wametulia, hata maombi yao utasikia ni machache. Bwana asante na kushukuru kwa siku ya leo, ninakwenda kulala, tuonane kesho, amen. Hilo ni ombi la mwenye hela. Sasa ngoja lije ombi la mtu mwenye kupenda fedha. Na mara nyingi wenye kupenda fedha hawanaga, hata kama anaonekana kuwa nazo nyingi hazimtoshi. Baba, angalia miradi yangu. Weka ulinzi Baba. Malaika wa moto waje upande huu. Yaani Mungu mpaka anasema mama. Watu wenye kupenda fedha hawa ni wale waliochoka, wenye kujisifu, wasio na shukurani. Yaani hata kama ni wahubiri utasikia yani saa nzima anamaliza kujitambulisha. Naitwa mchungaji Sadok. Nilipokuwa Malaysia nachukua degree yangu ya 3. Unajua ndio nikakutana na mke wangu. Mke wangu ni mnene, na hapo hajaona kwamba kuna wamama ni wanene hapa hata wanashindwa kunyanyuka. Rafiki, acha kujisifu. Hakuna haja ya kuweka bango. Kama Mungu amekubariki, watu wataona. Haleluya. Watu waliochoka ni watu wenye kujisifu. Nikwambie, kama unajisifu, wewe ni mwanawali upande ule. Watu wasio na shukurani. Baba, watu kaenda kajitahidi, kaleta ibuebu nyekundu. Nani kakwambia mimi ni simba? Mbona hujaleta za mayele? Yani watu wasio na shukrani, siku ya pili huyo mzee haleti kitu. Maana hakuna shukurani. Watu wa siku za mwisho, hata ukimbeba mgongoni akishavuka unasikia hata ungeniacha ningevuka tu. Wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukurani, wasio safi kitabia. Yani mdomo ukiusikia ule unaoimba nyimbo mpaka watu tunaamka, ndio ule una maneno. Rafiki, yani unakuta kama ameyapanga tu kwenye meza, anakuangalia kwamba nimpe lipi
ambalo nikimtupia atapona angalau. Yaani ni pa unazimia. Na mara nyingi wenye maneno hao wanakuwa hata hawana mwili kama mimi tu. Maana uwezo wa kupigana hana, lakini amejaliwa neno hili, unatubu. Watu wasiopenda wakwao, wasiotaka mema, wasaliti, kaza macho, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Isikiliza vizuri hiyo. Wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Hivi mnaielewa hiyo sentence? Wapendao anasa kuliko. Kumbe ukibalance anasa ni nzuri. Haleluya. Ujaelewa? Wapendao anasa. Shida haiko kwenye anasa. Kuliko, hapo ndo kwenye shida. Haleluya. Wapendao anasa kuliko. Kumbe usiishi maisha magumu sana eti unatetea Ukristo. Amna. Wapendao anasa kuliko Mungu. Balance, Mungu kwanza, anasa namba 2. Haleluya. Ndio mambo hayo. Kula vizuri, uvae vizuri. Hata ukitoka wanasema mtumishi amepita. Sasa mtu wa Mungu una vitumbua viwili viko huku, cha 500 na cha 200. Halafu umejaa quotation, umejaa mafungu. Yesu akapita Nazareti kule alikolelewa, na siku ya Sabato. Huyu mjoli anachosema ni cha kweli, lakini something is wrong somewhere. Kwa lazima ujifunze kubalance haya mambo. Wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Sasa soma vizuri, usitese mabinti we kijana. Eti mimi nataka mtu mcha Mungu. Mcha Mungu kiatu kama hiki hamna. Kisa ni kizuri ni cha 40,000. Na wewe umezoea yebo. Na unafikiri kwamba Ukristo ni yebo. Hamna. Naongea na mtu mmoja hapa ambaye amekomaa. Haiwezekani ninunue perfume. Perfume zina mashetani. Kwa hiyo umekomaa na kikwapa, maana wewe ni wa kiroho. I'm sorry. Very sorry. Ni vile umechoka. Wanawali waliochoka wana sifa hizi. Wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Kwamba unaweza hata ukaacha ibada ili uende beach. Sasa wewe umekuwa extreme. Utasikia mpaka wanajifariji, Sabato ni siku ya kupumzika. Unaweza ukawa huko beach, unabarizi, ni Sabato. Who told you? Mbona andiko lingine unaliacha wakati Paulo anasema ni vema wa Kristo kukutana namna gani? Pamoja. Uwe makini. Wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Kwamba unaweza ukaachana na Mungu kwa ajili ya raha za dunia. Wewe umelogwa. Penda Mungu kwanza. Halafu kwa Mungu mle kuna kitu kinaitwa anasa halisi. Haleluya. Hawajanielewa. Tutakapomwona masumbuko basi, huwa maji ya uzima, huwa maji ya uzima. Anasa halisi, anasa halisi, twenenda anasa halisi. Yes. Mji mzuri Sayuni, twenenda juu Sayuni, ni maskani ya
Rafiki, kuna anasa halisi. Tatizo ukisikia neno anasa linakupeleka tu kwenye mbaya, dhambi, uzinzi, ulevi. Anasa halisi. Nenda mahali mtu wa Mungu, kaa kwenye kiti kirefu, agiza juisi ya 50,000 kwenye grasi moja, halafu kaa andika 4, piga ombi kwanza la Roho Mtakatifu, haleluya, halafu ishushe taratibu, maana ni 50,000 taratibu, halafu mtukuze Mungu ndani nyumbani, misongo yako yote imeisha. Na wengine mnakunywa pombe kwa sababu hamjawahi kuona vitu vingine vya kunywa. Ukikutana na kitu kingine amazing, unasema kumbe nilikuwa nafanya ujinga. Anasa halisi. Kuna mtu mmoja asema, pastor huyu wa siku za mwisho huyu. Na mimi nashukuru Mungu nina washiriki wa siku za mwisho pia. Hallelujah. Kwa hiyo ni ngoma draw. Pastor wa siku za mwisho na washiriki vile vile. Kwa lazima tuchanane ukweli. Anasa halisi. Lakini wale wapendao anasa kuliko Mungu, hao sasa wameenda mbali. Hawa ndio waliochoka. Usiku umeendelea. Mfano unasema bwana harusi akachelewa sana, mpaka sasa akili yako wewe mwenyewe inagundua Yesu amechelewa mno kurudi. Mpaka wengine nasema toka Adamu, Ibrahimu mpaka leo hajawahi kuja. Hivi ni kweli atakuja? Nikwambie, umechoka. Wewe mwenyewe unakumbuka vile ulivyobatizwa. Wakati umebatizwa tu, maisha yako yalikuwaje? Ulikuwa ukisikia tangazo la mzee wa kanisa hapa sema kesho wana baraza tukutane saa 12, unasikia moyo niende. Saa hii utasikia wamezidi matangazo. Mbaya zaidi, kwenye ibada kuna kile kipengele cha ibada muhimu. Utasikia ni saa ya ibada ya matoleo. Naangaliana basi kwaya ikipita hapa ikiimba, mnaanza kujiliwaza na kwaya. Amen, amen. Njoo utoe. Acha kushangilia tu amen, amen. Ni ibada ya matoleo. Na nikupe siri, katika ibada yote, katika program zote za ibada, Yesu huwa makini kuangalia ibada ya matoleo tu. Kama unataka kujua, soma vizuri Agano Jipya. Anasema Yesu akawa amekaa, ameweka jicho lake kwenye chombo cha hazina, akawaona watu wanatoa. Hajawahi kukaza jicho kwa mhubiri Yesu, maana yeye mwenyewe ni mhubiri. Haleluya. Yesu anakujaga na kaza jicho pale kwenye hazina. Maana anasema pale hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapofanya nini? Sasa how comes umetoka nyumbani halafu huja plani chochote kwenye hazina? Perhaps unaweza ukawa yule mwanawali wa upande ule mwingine.